Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zetu watazamaji, leo tumeona tumtembelee Sheikh Chief Kulunge, kwani tumemsikia akizungumzia sana swala zima la wanaume kutokuwa na nguvu za kiume, na tukaona si mbaya tukimtembelea ofisini kwake kabisa, na hivyo tumemfuata ili apate kutufahamisha hili likoje na linakuaje na atatusaidiaje kwenye changamoto kama hii. Sheikh, assalamu alaikum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Sheikh. Sheikh, tuna machache ama mengi ya kukuuliza, tunaomba ushirikiano wako. Sheikh, watu wengi wanalalamika nguvu za kiume hawana, hasa upande wa watoto wa kiume ama vijana wa kiume. Sheikh, unaweza kutuambia hii inatokana na nini ama chanzo haswa ni kipi? Inshallah. Alhamdulillah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Swali zuri sana, na ni swali ambalo naweza kusema umeuliza kwa niaba ya watu wengi. Ndiyo Sheikh, nimekuuliza kwa niaba ya watu wengi, kwani wengi wanatamani kujua. Tatizo ambalo limeenea katika jamii yetu, na katika kesi ambazo tunakutana nazo, ukikutana na wanaume 10 katika kesi mbalimbali, basi wanaume 8 watakueleza juu ya tatizo hili. Tena haiangalii si vijana si wazee, wote imekuwa ni mtihani. Lakini si wanaume peke yao, hata wanawake wana changamoto zao vile vile. Wanawake wana changamoto katika mfumo wao wa uzazi. Kuna pia hizi wanasumbua, kuna masuala ya UTI, wanawake wanafundisha sehemu zao za misuli yao ya kina kwenda kutembea. Unaweza kukuta mwanamke katika sehemu yake ya uzazi kuna maji, lakini wanakuwa na harufu mbaya. Yaani changamoto ambazo hivi sasa jamii kubwa sana imeathirika katika swala hilo. Na kwa upande wa wanaume nao vile vile, kwa hakika changamoto ilikuwa kubwa sana. Hii changamoto ni kweli zipo na watu wengi wanahangaika, na wengi wao kwa bahati mbaya zaidi wanahangaika sana, lakini hawajapata njia sahihi ya kujisaidia katika tatizo. Kwa matatizo kweli yapo matatizo. Na tunaposema hili tatizo chanzo chake ni nini? Chanzo chake, vyanzo viko vingi sana. Lakini kubwa zaidi ni tabia yani tunaweza kusema tabia za, yani mazoea yale ya tabia, namna ya mtu anapoishi. Jamii yetu tulipokuwa tunaishi sasa tuna tofauti kubwa na wazee wetu walipokuwa wakiishi, kuzungumzia masuala ya kijamii. Kwa mfano, hili jambo linachochewa sana sehemu kubwa, yani kama asilimia 80 ya tatizo hili linatokana na masuala ya vyakula. Na tunapozungumzia vyakula, hatuviangalii vyakula vile tunavyokwenda kuvinunua sokoni. Tunaangalia vyanzo wa vile vyakula tunavyovinunua, vyanzo vyake, ili mpaka kimepatikana kile chakula ni nini. Kwa mfano, wazee wetu zamani walikuwa wakilima na wakipanda, walikuwa hawatumii masuala ya mbolea. Mbolea ilikuwa hakuna kabisa. Mzee anaweza kalima eka yake 1, eka zake 2, anaweza kapata chakula karibuni misimu 2 au misimu 3. Kulikuwa na neema, kulikuwa na rutuba, wakilima wanapata sana. Kwa hiyo hawakuwa na sababu ya kutumia mbolea, hawakuwa na sababu ya kutumia dawa za wadudu. Lakini hivi sasa mtu anaweza kalima eka yake 1, ili aweze kupata, atatumia mbolea, atatumia dawa za wadudu, na kile atakachopata bado kitakuwa kidogo. Zamani wazee wakilima eka 1 anaweza katoa gunia 30. Sasa hivi mtu analima, anaweka mbolea, muona bwana, anaweka dawa za wadudu, lakini anaweza katoa gunia, kajitahidi sana 10, 15 au gunia 7. Kwa hiyo unakuta sasa zile mbolea zinazotumika katika kukuza ule mmea, madawa yanayotumika katika kuangamiza wadudu wale wanaokuja kula ule mmea, basi zinakuwa zinafyonzwa katika ule mmea. Hata utakapokuja kuvuna kile chakula, huyu mlaji atakapokula, lazima kutakuwa na aina ya, yani kutakuwa na baadhi ya chembe za zile dawa. Sasa madhara yake hayawezi yakaonekana pale utakapokula tu, madhara yake yanaonekana baadaye sana. Na ndio maana leo unaweza kaona kijana bado kijana balbalo, kwa sababu
kuna tofauti ya nguvu za kiume kwa wanadamu. Tofauti yao iko vipi? Kijana mwenye miaka 18 na akifika mpaka miaka 30, 18 mpaka 30, ana uwezo mkubwa sana katika kufanya tendo la jimai, kwa maana anaweza akarudia au akafanya lile tendo zaidi ya mara 5 mara 6, kijana mwenye miaka 18 mpaka 30, kwa sababu bado mwili wake unakuwa unachemka. Lakini mtu ambaye mwenye miaka 30 mpaka 45 kidogo uwezo unapungua, hawezi kusucceed kama vile alivyokuwa akifanya kijana, hawezi perform kama kijana. Lakini mtu mwenye miaka 46 mpaka 60 uwezo unashuka zaidi kuliko huyu mwenye miaka 40, miaka 30 mpaka 45. Sasa inategemea vile vile na uwezo wa mtu wa nguvu zake za kimwili. Sawa? Na mtu mwenye miaka 60 mpaka miaka 90 uwezo unazidi kupungua zaidi. Sasa vyakula tunavyokula ndio vinasababisha hata huyu kijana ambaye ana miaka 18 mpaka 30 analalamika kwamba ana tatizo la nguvu za kiume kutokana na vyakula tunavyokula ambavyo vina masuala ya mbolea, tuseme vina madawa mengi. Haya madawa sasa yanasababisha huyu mlaji anaathirika. Sasa unaweza kukuta mama yake ametumia madawa, yeye mwenyewe kazaliwa atumia madawa, sasa ni tatizo kubwa. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili vile vile katika mpangilio wa vyakula hivi tunavyokula, kuna vyakula ambavyo vina protini zaidi, yani vyakula vinakuwa vina protini nyingi zaidi ambazo vinaweza vikamfanya mtu sasa akawa anazalisha kwa wingi zile spams zake ambazo zinasababisha ubongo uweza kutafsiri kwamba huyu mtu anatakiwa hivi sasa afanye tendo la jimaa. Na utakuta mtu mwingine tabia yake hana tabia ya kula vyakula vyenye protini kwa wingi. Huyu naye atakuwa na tatizo. Kwa hiyo katika ulaji wa vyakula unatakiwa uangalie vyakula vyako. Ukishafika pale uangalie vyakula vyako. Jitahidi sana kama itafika wakati umeshaoa, sasa hivi unajua mimi nina majukumu ya kumhudumia mke. Kumhudumia mke kwa maana tunazungumzia katika tendo la jimaa. Basi jitahidi sana kula vyakula vyenye protini kwa wingi ili vikuwezeshe uwe na uwezo wa kuweza kuperform vizuri katika tendo. Sasa utakuta mtu anakaoa lakini vyakula na vyakula havina protini. Sasa utakuta vile vile kuchanganya madawa haya anayokula katika vyakula, kutanao katika vyakula, ukachanganya naye mwenyewe tena hana mpango wa kula vyakula vyenye protini kwa wingi, basi obvious unakuta huyu mtu tayari uwezo wake unashuka. Hata kama ni kijana barubaru anakuwa hana uwezo huo. Sasa kuna tabia za mtu, namna ya kuishi, na kuna vyakula na baadaye katika jamii, vile vile madawa tunayotumia haya hospitali, au vile vile kuna baadhi ya madawa yana athari kubwa katika tendo la jimaa. Nimeshawahi kukutana na kesi moja, bwana mmoja anaambia kuna baadhi ya dawa aliwahi kuzitumia, alipewa hospitali, aliwahi kutumia, baada ya kutumia tu zile dawa kweli alipona. Maana alikuwa anaugua malaria, alipona, lakini baada ya hapo tatizo limeanza. Akawa tena hana uwezo yeye, kila siku ni mtu wa kulalamikiwa na mkewe. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha upungufu wa nguvu za kiume hasa kwa wanaume. Kwa hiyo kesi hii ipo na watu wanapata tabu sana kuhusiana na hili. Asante Sheikh. Jamani wapenzi watazamaji, tumemsikiliza Sheikh Chief Kulunge kwa umakini zaidi, na tukaja kugundua kumbe vyanzo ama chanzo kinachopelekea wanaume wengi kuwa na nguvu za kiume kinatokana asilimia kubwa kwenye upande wa vyakula tunavyokula. Hivyo jamani, tungependa kujua ama tumuulize tena Chief Kulunge. Chief Kulunge, tutajikita au tutajikinga vipi na hivi vyakula ambavyo wanasema vinatupelekea sisi kutupatia madhara kama hivi? Watoto wa kiume tunakuwa hatuna nguvu za kiume. Na ukija kuzingatia vyakula hivi unavyovizungumzia wewe ni vitu ambavyo ni lazima sisi tuvitumie na ndio vina role hapa katika maisha yetu ya kila siku. Shehe, utatusaidiaje katika hili ama tutajikinga vipi? Unaweza kutusaidia kwa hilo? Sawa kabisa. Yaani kifupi kwamba namna ya kuweza kupambana na changamoto hii. Kwanza, jambo la kwanza, huwezi kuikimbia. Labda uende ukaishi katika dunia nyingine, sio hii tunaishi, kwa sababu hii tayari haya mambo ndio tayari tunayo. Huwezi kukwepa kwa namna yoyote. Ukikwepa vyakula utakumbana na dawa za hospitali. Ukikwepa dawa za hospitali utakumbana na maji haya tunayokunywa mbalimbali. Unaona bwana? Kwa hiyo utajikuta kwamba huwezi ukakwepa hizo changamoto. Sasa njia pekee ni kubadilisha staili ya maisha. Jambo la kwanza, kubadilisha
kubadilisha staili ya maisha. Naposema kubadilisha staili ya maisha ni kwamba kuna mimea ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika dunia. Kitu chochote utakachokiona katika dunia, basi ujue kwamba kina manufaa kwa mwanadamu. Chochote utakachokiona. Kwa hiyo kuna mimea ambayo Mwenyezi Mungu kaiweka katika dunia hii. Hii mimea ina faida kubwa sana kwetu sisi. Kuna mimea ambayo kazi yake ni kutoa sumu zilizokuwa katika mwili wa wanadamu. Sasa uwezo ukakwepa kununua mahindi, unga, uwezo ukakwepa kununua mchele, uwezo ukakwepa kununua hivi vyakula na vyakula, uwezo ukali nini, uwezo. Ila sasa uwe na tabia za kusafisha mwili wako. Unasafishaje mwili wako? Kuna majani yanaitwa majani ya sanamaki. Haya majani ukienda katika maduka ya dawa za Kiarabu, majani haya yako mengi sana. Yako mengi sana. Baada majani ya dawa za sanamaki. Hii sanamaki ina uwezo mkubwa wa kusafisha damu na kutoa sumu zilizokaa kwa muda mrefu ndani ya mwili. Kwa ukitumia majani haya unakwenda unachemsha kidogo, ukishachemsha yale majani unakuwa unakunywa. Ima unaweza kunywa kijiko asubuhi, mchana, jioni. Unaweza kutumia ndani ya siku 3. Kama utakunywa kikombe kimoja, basi unaweza kaamua kwa ukanywa kikombe kimoja kwa siku mara moja. Kama utatumia kijiko, utatumia vijiko vile, kimoja asubuhi, mchana, jioni. Na kikombe kiwe kenye ujazo wa kikombe cha kahawa. Maana yake majani yana kawaida yale kwanza kuvuruga tumbo, ndio kusafisha. Na kwa sababu maradhi yote yanatokana katika nini? Katika tumbo. Sumu zote ziko tumboni. Kwa hiyo ile dawa inasaidia kusafisha maradhi yaliokuwa katika tumbo, sumu, kutoa sumu zilizokuwa tumboni, na vile vile inasafisha sumu zilizokuwa katika mishipa ya damu. Sasa ili tuweze kusurvive kutokana na mazingira tuliokuwa nayo, hatuwezi kukimbia. Maana itabidi tukaishi katika dunia nyingine. Kwa dunia hii tuliokuwa nayo, lazima tupambane kuhakikisha miili yetu inakuwa salama. Itakuwaje salama? Lazima tupate dawa zile za kusafisha, kutoa sumu. Mfano majani ya sanamaki, lakini vile vile kama mtu atakuwa anaweza akatumia zile tembe za kitunguu saumu. Tembe za kitunguu saumu unamenya ile moja, alafu unakula, unaikatakata hivi. Sawa, pande vidogo unaweza kama vidonge. Kila siku asubuhi unakunywa na maji glasi moja. Unaweza kutumia ndani ya siku 7. Nayo inasaidia kutoa sumu zilizokuwa katika mwili. Kwa unaweza kujikuta kama itakuwa tatizo lako ni sumu zilizokuwa katika mwili, ukitumia hizo, basi obviously unaweza kuona ile hali yako inaanza kubadilika. Na unaweza kukaa vizuri kabisa. Kwa njia ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunaisafisha miili yetu kutokana na sumu zilizo jiribikiza katika miili yetu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaona hali na kubadilika. Sawa. Sheikh, wapenzi watazamaji, tumemsikiliza sana Sheikh Chief Kulunge na akatuelezea pia atatusaidiaje upande wa vyakula. Kumbe kuna matatizo ambayo yanatuendesha sisi wenyewe katika miili yetu na huenda tukawa hatujui. Kuna sumu inakuaga tumboni. Nadhani wote tumemsikiliza na tumemuelewa. Tuzidi kuyafanyia kazi na tuzidi kufuatilia chaneli yetu ya Chief Kulunge Online TV ili tupate kujua vingi. Na bado tujamaliza maswali yetu Sheikh. Naam. Sheikh, sisi tungependa kujua mtu ambaye ameathirika ataonyesha dalili gani? Huenda labda mimi ama mwingine mpenzi mtazamaji ameathirika na hili janga, huenda nguvu za kiume hana, ila yeye binafsi hajijui. Unaweza kutuambia dalili za mtu wa design hiyo anakuaga vipi ili utusaidie? Okay, sawa. Yaani kitaalamu mwanaume ambaye alikuwa yuko sawa, alikuwa amekamilika vizuri katika tendo la jima'i, ana uwezo wa kufanya lile tendo ndani ya dakika 15. Ndani ya dakika 15. Chini ya hapo, huyo mtu tayari ana udhaifu katika tendo la jima'i. Kwa hiyo mtu aliyekuwa na uwezo dakika 15 anaweza akaenda mpaka dakika 30. Huyo mtu akaperform vizuri kabisa. Na vile vile kuna mtu anaweza akaperform katika dakika 15 lakini akitoa zile spams achukue hata dakika 1, ile kiungo chake yani nakali yake inakuwa inafinya. Ndio tatizo. Ukishatoa spams ndani ya dakika 15 inatakiwa kwamba uendelee kusurvive ndani ya dakika 3 mpaka dakika 5 unaweza kuchukua kwa mtu aliyekuwa yuko sawa sawa. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini wapo watu ambao wanaweza wakafanya kwa dakika
15, sawa, na zaidi. Na akishatoa zile sperms anaweza akasurvive kwa muda wa dakika 3 mpaka 5. Lakini kwa vijana sasa wenye umri wa miaka 18 mpaka 30 anaweza akafanya lile tendo hata kama kufika dakika 15. Akifika dakika 7, 8, 9 akatoa sperms. Akitoa sperms anaweza, kama atakuwa anaendelea kuperform, anaweza kaunganisha akatoa zaidi ya mara 2 mpaka mara 3 bila ya dhakari yake kunyaa, akaendelea, kwa sababu tayari bado mwili wake uko moto, ana uwezo, ana nguvu, kwa hiyo anaweza kaunganisha, tofauti na mtu mwenye miaka 45 mpaka 60. Wengi wao wakishatoa sperms, wengi wao pale inapoa anahitaji muda wa kupumzika. Na ndio hawa sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kuelezea kwamba mtu anayetaka kurejea mara ya pili katika tendo la jima'i, unapomaliza mara ya kwanza alafu kaona ile dhakari yako imefinyaa, imerudi katika hali yake ya kawaida, imefinyaa, ili ukitaka kurudia safari ya pili, basi Mtume akaelekeza unatakiwa kwenda kutawadha. Sio kaoge, ukatawadhe udhu kama vile unakwenda kuswali, ukajiosha vizuri huku, ukatawadha udhu kama unakwenda kuswali. Baada ya kutawadha ule udhu unarudi tena ndani. Baada ya hapo sasa unaweza ukaanza kucheza na mwenza wako, kaanza uraizi tena, kaanza kusurvive tena, na mnafanya tendo inakwenda sawa sawa. Hii ni kwa watu wa umri wa miaka 18 mpaka miaka 30. Kwa watu wenye umri wa miaka 30 mpaka miaka 45, hawa sasa nao wana uwezo wa kufanya tendo lile kwa muda dakika 15 mpaka 30 na kuendelea. Lakini wanatakiwa wawe makini sana katika kufanya ile tendo, alimuradi asiwe yeye ni wa kwanza kuanza kutoa zile sperms. Akitoa sperms hawa kwa kiwango cha umri wao, anaweza akajikuta ndani ya dakika 3 mpaka 5 anaweza akajikuta kamaliza, wakati mwenzake tayari bado chungu kinachemka, anahitaji kuendelea kusurvive na hilo jambo. Sasa utakuta yeye sasa uwezo ule tena hana. Kwa hiyo inashauriwa kwa umri wa miaka kuanzia 30 mpaka 45 mpaka 60 huko, asiwe wa kwanza kuanza kumaliza yeye. Atumie muda mwingi sana kuweza kumwandaa mke wake, ili akiweza kuingia sasa, basi inakuwa rahisi yeye kuweza kumfanya mke wake aweze kupata radha na starehe aliyetendwa, akamaliza, na yeye atakapokuja akimaliza, basi inakuwa kila mtu anakuwa kalizika vizuri. Kwa hiyo kiwango cha kujua kwamba mimi niko vizuri ni dakika 15, na baada ya dakika 15 ukishatoa zile sperms, basi uendelee kusurvive ndani ya dakika 3 mpaka dakika 5. Wapo watu ambao Mungu kawapa nguvu, tena na miaka 30 mpaka 40 au miaka 50, Mungu kawapa nguvu, akitoa zile ndani ya dakika 15 20, ana uwezo tena, kama ataendelea kufanya ile ejaculation, kuendelea kuperform, basi unaweza kukuta anaweza kaunganisha licha umri wake miaka zaidi ya 30, anaweza kaunganisha kutokana na hawa ya mwili wake. Lakini hawa watu wa namna gani sasa? Wale watu ambao miili yao wanajitahidi sana kuweza kuitunza. Unaweza kukuta huyu mtu ni mtu wa mazoezi, sawa, huyu mtu anakula vyakula vizuri, umeona vile protini kwa wingi, huyu mtu ni mtu ambaye anajali, kama vile Mtume alivyoelekeza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza Mtume kwamba tusifanye jimai mpaka tutakaposikia hamu. Kwa maana ukisikia hamu sasa ndio tutakuwa ufanye jimai. Sasa mtu akikaa katika engo hizi hatopata maradhi ovyo ovyo, na akiingia katika tendo la jimai anaperform vizuri. Sawa. Kwa hiyo swali unaniuliza ili mtu aweze kujua kwamba tayari kaathirika, ikiwa atakuwa anafanya lile tendo chini ya dakika 15 kamaliza, basi ajue tayari tatizo nalo. Kwa hiyo hapo anatakiwa sasa ajiandae kwa ajili ya kuweza kujisaidia kurudi katika nguvu zake za asili. Kwa dakika 15, na ndani ya dakika 15 hizo ukitoa zile sperms, basi uendelee kumudu hata dakika 3 au dakika 5, uendelee kusucceed. Lakini ikiwa ndani ya dakika 15 ukafikisha, alafu baada ya dakika 15 pale ukatoa zile sperms, pale ukakuta mwili umekufa, uwezi tena, basi ujue tatizo. Asante sana Sheikh. Penzi mtazamaji, nadhani mmemsikiliza Sheikh dalili hizo. Jamani, kweni makini sana kwenye kumsikiliza Sheikh Chief Kulunge, kwani alishatoa dalili za mtu ambaye anajiona kabisa hana nguvu za kiume. Ukijiona una perform chini ya dakika 15, basi ujue tayari una madhara haya.
Basi tuwe makini tena kumsikiliza shekhe. Tuna swali lingine ama la mwisho, tuseme ndo tunamaliza swali letu la mwisho. Tuzidi kukuacha uendelee na majukumu yako kama kawaida, maana tumekupata ofisini kwako. Shekhe, swali letu la mwisho, huyu mtu tayari ashajijua kwa dalili ulizozitaja, bwana mimi tayari nimeasilika, nitajitibu vipi ama nitajisaidia vipi nirudi kwenye hali yangu ya kawaida? Shekhe, una njia yoyote ya kutusaidia katika hilo? Naamini mpenzi mtazamaji anatamani sana kujua hili tatizo, anajitibu vipi? Inshallah.